Tarehe 21 Agosti ule mwaka wa 1986 huko nchini Cameroon lilitokea janga moja baya kuwahi kutokea kwenye historia ya dunia. Naam, hili lilikuwa ni janga la asidi. Nchi ya Cameroon ina ziwa dogo lijulikanalo kama Lake Nyos ama ziwa Nyos. Ziwa hili limejengwa juu ya vilima vidogo vidogo ambavyo ni matokeo ya volkano. Na ziwa hili ni ziwa lenye kina kirefu sana, na chini ya ziwa Nyos kulikuwa na kaboni nyingi iliyojirundika kwa miaka na miongo kadhaa. Siku moja shughuli za kawaida zilikuwa zikiendelea katika vijiji vipakanavyo pembezoni mwa ziwa Nyos. Hakuna hata mmoja alijua kwamba tarehe 21 ingekuwa siku mbaya kuwahi kutokea katika maisha yake. Bwana mmoja ajulikanaye kama Adam ama Yaya Adam, ambaye alikuwa na familia yake pale pembezoni mwa ziwa Nyos, na kijiji chao kilikuwa kimepakana jirani kabisa na ziwa Nyos. Sasa anaeleza kwamba siku hiyo, siku ya tarehe 21, shughuli za kawaida zilikuwa zikiendelea. Wa Cameroon wanapenda kucheza ngoma. Siku hiyo watu wengi walikuwa wakicheza ngoma, wengine walikuwa wamepumzika baada ya kutoka katika shughuli za uvuvi katika ziwa Nyos. Baada ya hapo majira yalisonga, usiku ukafika. Adamu na familia yake wakapumzika, lakini hakuna hata mmoja alijua ya kwamba usiku huo wa tarehe 21 ungekuwa ni usiku mbaya katika maisha yake. Basi Adamu na bintiye wakapumzika kwenye nyumba yao. Basi ilipofika usiku ikaanza kunyesha mvua kubwa. Naam, inaelezwa ya kwamba ilinyesha mvua yenye tufani kubwa sana, na ikasababisha mawe madogo madogo kuporomoka ndani ya ziwa Nyos. Baada ya mawe hayo madogo madogo kuporomoka kwa kiwango kikubwa, basi katika uso wa ziwa Nyos zilitokea vitu misili ya bubbles. Naposema bubbles, misili ya maputo. Yale mawe yalishuka chini ya ziwa Nyos na kwenda kuitikisa carbon dioxide iliyokuwa imekaa kwa miongo kadhaa. Naam, baada ya mawe haya kuingia chini, basi yakasababisha hewa ya carbon dioxide kuanza kutoka juu ya maji, juu ya uso wa maji wa Lake Nyos taratibu. Ghafla wingu jeupe lisilokuwa na harufu likaanza kuzuka katika uso wa Lake Nyos. Na kwa kuwa hewa ya carbon dioxide ni nzito kuliko hewa zingine kama vile oxygen, basi hewa hii ya carbon dioxide ikashuka. Wingu jepesi jeupe likashuka chini ya oxygen. Naam, wingu hili likaanza kutembea taratibu taratibu taratibu, likawa likikata misitu. Naam, na hatimaye likaweza kufika katika vijiji. Kila sehemu ambapo wingu hili lilipita, basi maafa makubwa yaliweza kutokea. Katika misitu ambayo ilikuwa imepakana karibu na ziwa Nyos, hata ndege hakusalia. Ndege wote walianguka wakiwa wamekakamaa. Hii ni kutokana na kukosekana kwa hewa ya oksijeni. Sasa wingu hili jepesi likaanza kutembea taratibu likijongea kuelekea maeneo ya vijiji. Yaya Adamu anaeleza ya kwamba ilipofika usiku wa manane, alihisi hewa nzito na harufu ambayo hakuizoea. Baada ya hapo alipigwa na usingizi mzito na hakutambua ni nini kinaweza kuendelea. Baada ya masaa 9 aliamka na moja kwa moja akaenda kutazama katika chumba alichokuwa akilala bintiye, lakini hakuweza kuamini kile alichokiona, kwa maana binti yake tayari alikuwa amekwisha kufariki. Alichanganyikiwa, na kwa sababu hakuamini kile alichokiona, basi aliweza kuzilahi kwa mara ya pili. Basi kulipoweza kupambazuka asubuhi, aliweza kupata fahamu. Hivyo akaamka akiamini ya kwamba anaweza kupata msaada kutoka kwa nyumba za majirani. Lakini alipoamka na jua lilipokuwa limewaka, kijiji kilikuwa kimya, hata sauti za kuku hazikusikika. Alistaajabu kutazama mifugo, ng'ombe, mbuzi wakiwa wamelala huku wamefariki. Alijaribu kuingia katika nyumba za majirani zake, lakini
alikuta wazee, watoto, wakina mama kwa vijana wakiwa wamekwisha kufariki. Kijiji kizima kilikuwa kimya kabisa. Mauti na Israeli mtoa roho alikuwa amekwisha kuifanya kazi yake ipasavyo. Basi bwana Yahya Adamu akaona labda akienda vijiji vya pembeni ama vijiji vya mbele anaweza kupata msaada, lakini hali ilikuwa sawa kote. Sehemu zote vifo vilikuwa vimetawala. Alizidi kuchanganyikiwa, na hivyo basi akachukua usafiri wa bodaboda ama pikipiki na akaanza safari kuelekea katika miji mikubwa pale nchini Cameroon. Baada ya hapo aliweza kueleza yale yaliyokuwa yamekwisha kutokea. Basi wasaidizi na vikosi vya uokoaji vikawasili moja kwa moja katika maeneo yaliyokuwa yamepakana na ziwa Nyos. Basi inasemekana ya kwamba hewa hii mbaya ya carbon dioxide ilikuwa imekwisha kuua watu zaidi ya 1700, na hii ikawa ni miongoni mwa matukio mabaya zaidi ya asili kuweza kutokea katika nchi ya Cameroon, na dunia ikajawa na simanzi, vilio vikatawala. Adamu Yahya alibaki akiwa peke yake, bila bintie, bila ndugu zake, bila kaka zake, wala bila wazazi wake. Naam, baada ya tukio hili kuweza kutokea, wanasayansi waliweza kutengeneza mifumo maalum ya kutoa hewa ya carbon dioxide katika eneo la ziwa Nyos. Ulikuwa nami Daudi Bahati Mlawa, hii ni Maranatha The Crew. See you next time. Bye bye.